Maximize your potential. What is up and what is popping? Mambo ni aje? Natumai kwamba uko fresh kabisa. Hii ni ile time ya kibabe, ile time ambayo tunakiwasha, tuna make sure kwamba wewe ambaye unatusikiliza unakuwa happy. Tuna mada zetu 4 ambazo leo tunatamani kuzungumzia na ni za kibabe kweli kweli. Mambo ambayo yanaendelea ndani ya Nyarugusu Camp. Mimi naitwaga IH, yule boy mweusi, the intelligent host. Mtu na nusu, niko na G director kwenye kamera na niko na G Glory Gina kwenye mic. Na leo tutadadavua hizo mada zetu. Twende sawa, mwalike rafiki yako, mwambie rafiki yako amlete rafiki yake tuweze kukiwasha. Si ndio waletane tuweze kukiwasha ile kina manoma sana. G, kama kawa kama dawa. Are you real okay? Yani niko good kama unavyoniona. Wewe unapendeza. Yani kawaida yangu si unajua mambo ya kupoa afu ka upepo kama aka lazima hiyo ndio kitu. Wewe mtoto una balaa. Na balaa. Usiseme kwa nguvu maana wameletana. Sawa, wakisikia maneno watapagawa. Usio akapagawa. Jamani msipagawe. Mtoto ni mkali na msipagawe. Vipi harakati nyingine huko mtaani? Nadhani maisha yako fresh kabisa kama unavyojua hali yetu hii ya kambi. Upepo kwa sasa hivi uko mzuri, kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Tunakula air fresh. Vitu kama hizo. Bwana tuanzie hapo. Okay. Nyagomani. Mbuzi la Kibembe. Sasa hivi naona ni kama amerudi kwa Shani Bebe Star. Okay. Na Dogo Zuu kidogo kama ametengwa namna fulani. Hii imekaaje? Yaani imekaa vipi? Natamani tuidadavue yani. Okay. Kwanza mimi bwana nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii. Nikawa nimeona mbuzi la Kibembe bwana alikuwa wametoka kama vile kuemea na Shani ana mboga fulani hivi afu imetambaa sana, yani wametambaa sana. Sasa kwenye mitandao ya Facebook yeye na nani, yani wametambaa sana kule. Anachafua sana. Inavyoonekana ni kweli amemwacha kidogo. Na si unajua kama watu wao waelewani Shani pamoja na Dogo Zuu. Kuna namna fulani ambacho wao waelewani fulani hivi. Kwa hiyo akiachwa kwanza huyo akienda na mmoja inabidi mmoja kwanza akae. Lakini kwa mafikirio yangu ni kwamba Dogo na Shani itakuwa tu amerudi kwenye muziki na amerudi jamani. Nice hivyo amerudi kwenye muziki. Sawa, mimi nadhani kama Shani amerudi kwenye game. Kwanza ni jambo ambalo ni makofi sana. Shout out kwako mbuzi la Kibembe. Shout out kwa watu wote ambao mmekaa na Nyagomani mkasema sasa it is time ya Shani kuweza kuja tena kazini. Ni vizuri sana kama umeweza kuona hicho kitu bwana. Binafsi nilikuwa nakisubiri kwa sababu mimi ni fani wa Shani. Really? Nazungumzia mashabiki. Mimi yani sawa, ukiachana na hivi ambavyo nilivyo hapa. Mimi ni fani wa Shani, mimi ni fani wa Dogo Zuu, mimi ni fani wa Rehema Kimodo. Wale wake wote wa Nyagomani. Sawa? Wote mimi ni fani wao mkubwa sana. Sasa nimefurahi sana kuona Nyagomani anamleta Shani kwenye game. Kwenye game tena yani. Amemleta kwenye game. Ile ni moja kati ya nafasi kubwa sana ambayo ameifanya. Alafu Shani ni mtu ambaye anaweza kuimba, ni anajua kuimba. Kwa sababu tumemuona kwenye kazi za kitambo hicho, kuanzia kwenye Gwagude mpaka sasa hivi. Kuanzia kwenye Gwagude mpaka sasa hivi hadi akaja akaimba ni Musa wote walikuwemo. Kipindi hicho Dogo Zuu alikuwa huko anajitafuta, hasikiki, hafahamiki kabisa. Na kuna tetesi moja ambazo niliwahi kusikia. Kuna mtu akaniambia kwamba tulienda Kongo kwenye show ambaye alikuwa anatajwa pale alikuwa ni Shani. Yaani walikuwa wanamuita Dogo Zuu Shani, yani Shani Bebe Star kwa sababu waishamzoea, wamezoea kuona kazi zake. Kwa hiyo ni nafasi moja wapo ambao ni nzuri sana. Shani ni mtu ambaye ana mashabiki wengi sana na anakubalika sana. Sasa kilichokuwa kimefanyika nini? Alivyokuwa ameacha kufanya kazi ni kwamba mashabiki wake waligawanyika. Wengine wakaenda kwa Dogo Zuu, wengine wakaenda wengine wakabaki hawaelewi waende wapi sasa. Kwa hiyo ni hicho kitu ambacho nimekipenda sana. Kwa hiyo Shani Bebe Star kuja kurudi kufanya kazi inakuwa ni moja kati ya vitu vizuri sana na ni kitu kikubwa sana ambacho wamekifanya. Sasa mimi kitu ambacho naona ni kizuri ambacho kinaweza kikawa cha kufikiria. Nyagomani ni mtu ambaye haeleweki kuna muda. Yaani mtu ambaye plani zake hazieleweki. Anaweza akamleta yule pale akasema sasa ngoja nimridhishe na huyu. Tufanye na huyu kazi. Lakini sasa mwisho wa siku akaenda wameenda
anamweka pembeni, eza anamjaza kitumbo kingine, maisha yanaendelea. Kwa hiyo pengine kweli ana kitumbo, maana sasa akiwa na kitumbo ndo ambembeleze. Kwa hiyo pale tuseme anambembeleza kwenye kazi. Anambembeleza bwana, inabidi kwanza uende afu ifikie hatua. Mimi naona ni kitu ambacho wamefanya pale ni kitu gani? Wanataka kumsupport Janja Nesto. Wanataka kumpush kwa sababu Janja Nesto umeona mwaka jana alikuwa hana channel yake ambayo alikuwa anafanyia kazi. Hakuwa na official account ya kwake. Kwa hiyo alikuwa anaweka kazi mara kwenye YouTube channel ya Kirui, mara kwenye account ya Nyagomani mwenyewe, mara wapi. Kwa hiyo sasa mimi naona sasa kitu ambacho kinafanyika pale labda ni namna nyingine ya kumuongezea nguvu, ya kumuongezea nguvu Janja Nesto. Hicho ni kitu ambacho nakiona. Lakini pia kuna namna kama ulivyosema hapa, Dogo Zuu wanapomleta Shani Bebe Star, lazima akae pembeni kidogo. Akae pembeni kidogo kwa sababu pale Shani Bebe Star atakuwa karibu na Nyagomani sana. Atakuwa karibu na Nyagomani kwa sababu gani? Kwanza wanafanya kazi. Kwa hiyo lazima wawe wote Bennett, aidha kwenye mazoezi, aidha wapi, kwa sababu ya kujitrain. Wanatengeneza hata zile content zao za Facebook ambazo tunaona pia unaona lazima wawe wote kwa pamoja kwa sababu ya nini? Ya kumleta. Kwa sababu Shani unaona kabisa alikuwa amepotea sana. Kwa Nyagomani lazima awe karibu na Shani Bebe Star kwa sababu ya amvute tena kwenye nani kwa mashabiki, watu wamuone, watu waendelee wamrudishe tena kama vile ambavyo alikuwa zamani. Kwa hiyo mimi nadhani ni hayo mambo yangu, lakini kitendo cha Nyagomani kumleta Shani wamefanya kazi na Janja Nesto ni vizuri sana. Na mimi naamini combination ya Janja Nesto na Shani Bebe Star inakuwa ni kubwa sana na inakuwa ni kali sana. Cha mwisho kabisa cha kuongelea hayo mambo, nahisi kabisa hapa kutakuwa kuna connection ambazo zilikuwa sasa zinapotea kwa Shani, kwa sababu Shani alikuwa ni mtu ambaye ana connection kubwa sana, more than wasanii wengi wa kike. Hapa tunamuongelea Dogo Zuu, tunamuongelea Huba, tunaongelea wasanii wengine wa kike kina alikuwa ni mtu ambaye ana connection kubwa kuliko wasanii wote. Sasa unajua hawa mashabiki zetu ambao wako Canada, Australia, Marekani, Sweden, wale wanapenda waone mtu anafanya kazi. Kama ufanyi kazi wanakukimbia, wanakuacha. Kwa sasa kitu ambacho kingine ambacho Nyagomani nahisi kitakuwa kimesababisha amlete yule Shani kwenye kazi ni zile connection ambazo alikuwa anazipata, kwamba bwana mimi nataka unipostie kitu fulani, bwana umefanya hii kazi yako ni kali sana, nakupa, mimi napendaga sauti yako, chukua nyimbo. Ni vile ambavyo mimi nadhani ni kitu ambacho ni hicho ndio kitu ambacho kimesababisha Mbuzi aweze kumleta Shani Bebe Star. Lakini hapo unahisi kama vipi kuhusu kwa upande wa Dogo Zuu? Unaweza ukahisi watakuwa na mawasiliano mazuri kweli? Maana naona hata nani zake sasa hivi kidogo usiongee sana mama. Usiongee sana. Niliona exclusive interview moja ambayo alifanyiwa na chombo kimoja hivi. Aliulizwa, vipi wewe na Dogo Zuu, ni kwamba kuna namna fulani hamko sawa? Shani alisema hapana, sina shida na Dogo Zuu. Sina tatizo na mtu yeyote. Na maana yeye anachofikiria kwamba yeye anakujaga, akasema kwamba Shani Dogo Zuu anakujaga, anafanya kazi zake, anaondoka. Kuna namna ambayo kuna amani. Na mimi kitu ambacho waga najisikia vizuri ni vile ambavyo Nyagomani anaweza kuwahendo kwa manage wake zake wote vizuri. Yaani anaweza kuwapangilia kwamba bwana wewe simama wewe ni mke wangu, simama hapo ulipo. Unajua mtu na nusu hicho kitu kwa hasa wanaume wengi wa umu wanashindwa sana kumanage wake zao. Sasa ukiangalia Mbuzi ana wanawake 4 wote, lakini wote anaweza akawameneji, bwana wewe simama hapa na utasimama hapa. Wewe simama hapa na utasimama. Na unakuta kabisa kuna muda wanatembea kwa pamoja, wana hivi. Ni kitu ambacho kwa kweli wanaume wengi hawana. Kila mtu, yani ni vile anaweza kuambia bwana wewe ni mke wangu, tulia hapo. Yani usivuke mipaka ukaenda huko. Wewe ni Ray, kaa kwako na watoto wako. Wewe ni Shani kwako na watoto wako. Wewe ni nani yule mwingine? Adija. Kaa kwako na mtoto wako, ana shida niambie. Masuala ya kuwa mnaongea sijui nini na nini. Staki. Kwa hiyo nadhani hicho kitu ni kitu ambacho Nyagomani waga amekiweza sana, na mimi nampongeza sana kwa hiyo hatua. Sasa maswali ya watu wengine watajiuliza kwamba sasa kurudi kwa Shani Bebe Star ni kwamba atazima Dogo Zuu ama inakuwa vipi? Hapana. Hawezi kuzima kwa sababu tayari Dogo Zuu ameshakuwa na jina lake, ameshajitambulisha. Achana na jina. Wakiamua kumzima watu wanaweza kumzima. Sasa
ambao wanaweza kumbeba mtu ni mashabiki. Dogo Zuu anaaminika kwa mashabiki sana. Mashabiki zake wanamkubali sana Dogo Zuu. Sio community ya Wabembe tu, bali mpaka nje, wa Tanzania, wa Kenya tayari wanamjua Dogo Zuu vizuri sana. Yaani ni wanamuelewa Dogo Zuu. Kwa hiyo Dogo Zuu ana asilimia chache sana za kushuka kwenye game, hasa hili la hapa kwetu nyumbani. Ni ana asilimia ndogo sana chache za kushuka kwenye muziki wa hapa Nyarugusu. Kwa sababu ana mitandao yake ambayo yeye anaiendesha. Mitandao yake pia inamlipa na bado anaangalika sana. Bado anatazamwa sana, lakini pia ukiachana na hilo sasa, kitu ambacho kitu kingine sasa ambacho kinaweza kumpa nguvu ni vile ambavyo ana watu wengi ambao wanamtazama, wanampa nguvu. Alafu eneo tofauti. Yeah, that is what it is. Bwana, nadhani ndio iko kama hivyo. Mada yetu nadhani hii tuachie basi mashabiki wa comment kwanza, watuambie na wenyewe kwa huo mtazamo wanaonaje. Ni namna gani, kwa nini amerudi kwenye game, wenyewe watatueleza pale. Nadhani tuingie tu kwenye mada ya pili. Mbela Media, we maximize your potential.